hata kulia unaona Mungu amekuacha. Mungu aliwalisha Hawa siku miaka 40 years. Na unajua hii 40 years hii kwa sababu mioyo yao ilikuwa ni migumu. Wengine wanataka kujiinua, hawataki Musa. Wengine wana madharau, mwambie Musa. Na unajua Musa alikuwa kigugumizi. Alikuwa akizungumza vizuri. Sasa Aaron ndiye alikuwa anamsaidia. Aaron ndiye alikuwa anaelewa jamaa anataka kusema. Mimi nimewahi ishi na mtu kigugumizi. Rafiki yangu anafanya kwa kisi. Yaani akiongea, sasa mimi naona sababu nimekaa naye na muelewa, nataka nimalizie maneno kumbe hataki kumalizie. Anataka kumwachie mwenyewe. Nataka kumalizie. Na nikakuja nikamuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuelewa. Sasa anapambana tunanyamaza tu hapa, anapambana. Amalizi. Na ninaelewa. Sasa hapo alisaidia sana Musa. Lakini kwa miaka 40 wakati Mungu sasa anataka sasa waingie katika nchi ya ahadi. Biblia inasema maana ikastop. Maana ikaisha. Na kuna vitu Mungu alikuwa kukumbusha, kuna vitu ambayo umekuwa ukitegemea sana katika maisha. Hiyo vitu inafika mwisho utafanya nini? Wakati inafika mwisho utafanya nini? Watalipa mtu. Maana walikuwa hawalimi, walikuwa hawafanyi biashara yoyote, walikuwa wamekaa kazi yao kuamka asubuhi waokote mikate. Watokee jioni waokote nyama, wakule. Waendelee kuishi. Lakini imefika mahali baada ya miaka 40 mikate na nyama ikaishi. Utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine wapendwa huwa tunawekea roho yetu sana. Kama kuna mtu mwingine alikuwa ameweka pesa zake. Ameweka pesa zake. Amenunua mashares kwa makampuni. Kampuni kubwa. Huko ndiye alikuwa ameweka roho yake, ametegemea. Lakini aliamka asubuhi akaambia hiyo makampuni alikuwa amewekeza zimefilisika. Na ikifilisika hizo share zake zinapotea. Utafanya nini? Utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. When manna stops, what will you do? Bwana Yesu asifiwe. Labda ni kazi ndio ulikuwa unategemea, kazi. Hata kama wewe kweli peke yako ndio umeajiriwa. Watu wa kweli wanakutegemea wewe. Simu anapiga tu mbolea. Nani sijui school fees. Sijui nini. Umefutwa kazi. What next? Tunaelewana wapenda, mnanipata vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu ulikuwa unategemea sana hiyo. Umeweka roho yako hiyo. Wakati hiyo kitu inaisha, utafanya nini? Watu wetu. Na Mungu akaambia wale wa Israeli sasa, imefika wakati mtoke hapo sasa muingie katika nchi mlioahidia baba zenu na mama zenu. Praise the Lord. Kisoma hapo. Jamaa walienda safari sasa bila chochote. Maana hawakustahili kubeba. Hiyo chakula walikuwa ukiwacha ukisema tuiwekee asubuhi itakuwa imeharibika. Ingawa kuna watu hapa hawajaliwa wanapeleka watoto wa chakula ile melala. Kama sisi mama yangu alikuwa anatupatia ugali ile melala asubuhi. Kaamka kutoka usingizi, hiyo ndio tunakamata. Unaenda kwa ukuta short call unashika mguu hiyo ugali. Hata maji unafungua. Ugali haijaishi, iko mboga ama hakuna. Hiyo ndio shughuli za safari na. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mama. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunaomba baba akikuja akikula abakishe. Na baba alikuwa anabakisha
chaka. Na unajua sio alikuwa anakulanga mapingi. Nama ni. Maana baba alikuwa anakuja amelewa. Amelewa na anakula kama amefunga macho. Anaweka tu akikula amelewa. Sisi tunaangalia kwa agenda awacheke. Awacha asimalize. Tukiona amepatia mimi nasema asubuhi tutashika. Acha niwaambie wapendwa. Huyo Mungu ametusaidia. Haleluya. Haleluya. Watoto wetu kuwapatia ugali lala nani atakula? Nani? Tuangalia wanasema hapa kitu hapo ni naenda mteja ama ni Bwana Yesu asifiwe. Hizo vitu ambavyo unategemea vikiondolewa utafanya watu waliutu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ugeuze mawazo yako. Umwangalie Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwangalie Yesu Kristo. Mtegemee Yesu Kristo. Chochote kikiondolewa bado uko na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote kikiondolewa bado uko na nani? Na Yesu. Pesa ikiisha bado uko na Yesu. Kazi ikiisha bado uko na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Shamba likiuzwa bado uko na Yesu. Yesu ukiwa naye una kila kitu. Mwimbaji akaimba asema Yesu ni mambo yote ndani. Ukimpata yeye umepata yote. Yesu ni mambo yote ndani na yote. Haleluya. Amen. Roho Mungu ametaka niwazungumzie hiyo. Kila kitu nategemea sana hicho kikiondolewa utafanya. Licha wana wa Israeli kufurahia mana, kula nyama na mkate, ilifika mahali ikafika mwisho. Lakini kwa sababu walikuwa na Mungu, Mungu aliandamana na wao mpaka nchi ya ahadi. Wakapata, Biblia inasema imejaa na maziwa, imejaa na asali, mashamba imenona, watu walifurahia. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame.